إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فعملنا في هذا اللقاء المبارك توجيه النصيحة لإخواننا طلاب الجامعات والخريجين. Amali yetu katika kikao chetu cha leo ni kuzielekeza nasaha zetu kwa ndugu zetu tulab alilm, wanafunzi kwa ujumla, lakini bilkhusus wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu. Wanani bihadhihi aljamiat, bila shaka tunakusudia vyuo vikuu katika upande wa elimu ya kisheria. Ama nasaha kuhusiana na vyuo vikuu katika upande wa elimu ya dunia tulishawahi kuzitoa min qabil katika baadhi ya khutbabu zetu, lakini hii ni dauru maalum ya kuzielekeza nasaha zetu kwa ndugu zetu wanaotafuta ilmu kwa ujumla, lakini bilkhususi wale ambao wamefikia marhala ya kufikia vyuo vikuu wakiwa wanaisoma elimu ya kisheria. Kadhalika na wale ambao wametakharraj imma aljudud au wengineo, wale wapya au wageni, kadhalika wengineo. Tumeona ipo haja na upo munasaba maalum, ikiwa ni katika mlango wa kufanyia kazi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث مشهور معروف. كذلك حديث ما ميتاج الإمام البخاري رحمه الله تعالى، na wameitaja maimamu wengineo kutoka kwa tabi'iyul jalil Ziyad ibn Ilaqa rahmatullahi ta'ala alayhi,
anasema Ziyad ibn Ilaqa, ataina Jarir ibn Abdullah al-Bajali, tulimwendea sisi Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil al-ma'ruf, ambaye ana athari nyingi na manaqib kubwa katika milango hasa ya aqida. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, na hii ni siku ambayo tuwafia al-Mughira ibn Shu'bah, siku alipofariki al-Mughira ibn Shu'bah. Anasema qama fina radiyallahu ta'ala anhu nasihan fahamida Allah wa athna alayhi. Alisimama kwetu siku hiyo ambapo alifariki al-Mughira ibn Shu'bah, akamhimidi Allah, akamsifia Allah subhanahu wa ta'ala, akataja katika mukaddima wake yale aliyokusudia kuyataja, ikiwemo kuwanasihi juu ya jambo la mtawala anayekuja au amira anayekuja. Thumma qala amma ba'd, kisha akasema amma ba'd, faqad ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqult. Jarir ibn Abdullah al-Bajali akasema, nilimwendea mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nikasema, ubayi'uka ala al-islam ya rasul Allah, nimekuja mimi kukupa bai'a juu ya Uislamu ewe mjumbe wa Allah. Nimekuja mimi kutoa kiapo cha Uislamu kwamba mimi ni Muislamu, nimeukubali Uislamu mbele yako ewe mjumbe wa Allah. Akasema fasharitu alayya an-nusha likulli muslimin, wa hadha huwa mahallu shahid. Akasema akaniwekea sharti mimi katika yale ambayo aliyepea bai'a kwake, ikiwemo jambo la iqami swala. Alimpa au alimwelekeza atoe bai'a ya kwamba atasimamisha swala 5, kadhalika itai zaka, atatoa zaka. Pia akamwekea sharti, ili uwe ni Muislamu wa kweli, ili nijue kwamba wewe ni Muislamu, toa bai'a, kiapo juu ya an-nusha likulli muslimin, ya kwamba utatoa nasaha kumnasihi kila Muislamu ambaye una nafasi ya kumnasihi. Baada ya kueleza maneno haya, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kueleza maneno haya katika hadhira ya watu waliokuwa nao mbele yake, akasema radiyallahu ta'ala anhu, akasema wa rabbi hadha almasjid ana lakum nasihun, thumma astaghfara fanazala. Akasema naapa kwa Allah, mola wa huu msikiti ambao tumasisi hapa, maneno haya nimesimama mimi nikiwa ninawanasihi kwa mola, naapa kwa jina la Allah mola wa msikiti huu. Kisha akaleta istighfar na akashuka kwenye mimbar. Ndugu zangu ni waja wa Allah, faqad qaddamna hadha kullah, tumeatanguliza haya ili ifahamike kwamba nasiha ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa asimame nalo, bali ndio ukamilifu wa dini ya kila Muislamu. An-nasiha lillahi azza wa jalla, kama qila min qabl, almu'minuna nasaha walmunafiquna ghashasha, kama kulivyosemwa kabla ya kwamba waumini sifa yao ni kunasihiana na wanafiki ni kufanyiana ghishi, wakadanganyana, hawaambizani haki wala ukweli. Hii ni amal ya al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Nabiyullah Nuh alayhi salam alipodhihiri kwa watu wake wanamfanyia istihza, wanamwambia haya na yale, akamwambia ya qaumi laysa bi dhalala walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Wa hakadha nabiyullah Hud alayhi salam walipomfanyia istihza, anawadhihirishia, anawaambia ya qaumi laysa bi safaha walakinni
رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. haya ndiyo maneno ya mitume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. an-nasiha lillahi azza wa jalla wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati almuslimin wa 'ammatihim. Kwa nini tunasema haya? Kwa sababu imezoeleka katika afkari za watu, idha wujjiha an-nasiha, idha wujjihat an-nasiha أو قدمت لشخص من الأشخاص أو لقوم من الأقوام hawakai mbali almulabbisun ahlu الزيغ والضلال kuja na baadhi ya shubha zao, ويقولون من أنت حتى تنصح فلان أو حتى تنصح الدعاء أو حتى تنصح طلاب العلم. ووناني بكوتو نصح ومنسيج فلان أو كنا فلان أو مشايخ أو مدعاة أو طلاب الجامعة. ndugu zanguni waja wa Allah, dini ni nasaha na nasaha ndo dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi tuliyotanguliza. Kwa tumetanguliza haya katika mukaddima watu wa kuonyesha kwamba upo ulazima na umuhimu wa kupeana nasaha baina ya Waislamu, kupeana nasaha baina ya tulab alilmi, kupeana nasaha baina ya addu'a ila Allah azza wa jalla. Wa hadha babun la yanqatu ila qiyam as-sa'a, na huu ni mlango ambao utaki kukatika mpaka kusimama kwa kiyama. Kukatika kwa mlango huu ni kuivunja dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni waja wa Allah, tunaona umuhimu na ulazima wa kuelekeza nasaha kwa tulabil jamiat, wanafunzi ambao wanasoma vyuo vikuu, wa hakadha alkhirijin